ghafla. Wiki ngapi mimi naenda kumtafuta bwana kwa waganga wa kienyeji. Mimi naua mtoto wake. Eske wale watoto wa sababu gani kwenye magomvi yetu? Kwa nini sisi ndio tusiwane? Tunatakiwa tuwane naye huyu. Kwa sababu sisi ndio tumeleta chanzo. Na kama mimi nataka nimuue huyu. Sio kwa sababu Mungu amesema kwenye kitabu kile cha nani cha Mwanzo, na ndani duniani mwende mkajaze dunia, mwende mkazae na mjaze dunia. Ndio, na sio kuipunguza. Sasa sisi wakati tulipokuja huku duniani tumekuja kumwona Mungu, hatujaambia hata kitu chochote. Yes. Yaani Mungu hajasema hata kitu chochote cha kutujenga sisi. Unaposoma tena kitabu cha Luka 6:48, kitabu hiki kinatuambia tujenge misingi, sio misingi ya nyumba kama hizo ambazo tunakuwa misingi ya ulimwengu. Misingi ya ulimwengu. Yaani sisi tunatakiwa mtu mkila kile chakula ambao vilazi imeandaa basi, na hapa wanawaambia hakuna kilio, tumefika mtu wetu basi. Lakini kilio kinachofanya mwaka mzima kumbe ni hela za Marekani. Sio kweli kuweka kilio mwaka ama miezi mitatu, ni sherehe. Mimi nimetaka kusema ya kwamba sherehe nani kufa sio sherehe, kufa ni kuumiza. Na nimesema unapotaka kuja kumwangalia yule anaofiwa, wewe niletee chakula, atachukua tu, hata katala. Yesu mnakuja kumfariji, hata katala kwa nini? Yeye hana nguvu, lakini mtu anaofiwa yeye atafuta chakula walishe. Hii sio kweli, tufuate mila ya zamani. Na kwa sababu hatufuati mila ya zamani, ndio maana tumekufa sana. Mungu ni mtu wa mila. Kwa sababu Mungu ni mtu wa mila, ndio maana ametupa sisi wa binadamu kila nchi na mila yake. Yes. Asante sana. Sio kama kuna kingine. Vitu ni vingi sana. Lakini tujaribu kuangalia sasa pande hii ya pili. Kwenye swala la kutoka kambini na kwenda nchi ya tatu ambayo ni Marekani. Rais wa Marekani aliweza kusimamisha ile swala kwa muda ambao usiofahamika. Hivi unadhani kwamba kusimamishwa kwa safari zetu kwenda Marekani inaweza ikawa ni moja kati ya sababu ya kuweza kupunguza hii ghasia ya misiba isokuwa na maana na watoto kuolewa pasipokuwa na nidhamu isokuwa sawa? Hii ni kweli, hata kwa tuingilie kwanza watoto. Yasta TV. Ndugu mtazamaji wa Yasta TV, hii ni siku nyingine kabisa ambayo tuko na kipenzi ndugu yetu, gaza yetu, kaka yetu Dingo, wengi tunamfahamu kwa majina kama hayo. Na kitu ambacho kimefanya tumtafute leo, kachonjo kwenye simu yako, kwenye laptop yako, na mimi naitwa Simon Bembe G, na behind camera amesimama Yakobela. Sema tu kama ni mara yako ya kwanza kutembelea kwenye YouTube channel yetu, fanya kama una subscribe, una like, una share na ndugu jamaa na marafiki, lakini shusha komenti zako kwenye video yetu hapo. Familia nyumbani vipi, imekaza? Mimi nimeshukuru familia nyumbani kama kule kwetu DRC. Kwanza familia ya kwanza ni nchi yetu ya Kongo, ndio nchi yetu na ndio familia ya kwanza. Ndio baba mama, wazazi wangu wapo kule Kongo, lakini siku kama ni miaka miwili ama mwaka siongee nao, lakini sijasikia momote shida. Okay. Lakini vipi afya yako njema? Mimi nitaweza sema tu afya yangu ni mzuri, kwa sababu naomba walio wengi mwikambi wananichunga, wa ndugu zangu wa Kongomani. Okay. Hivi nashukuru Mungu sana. Yes. Bwana, kilichotufanya tukutafute ni moja kati ya swala ambalo limechukua nafasi kubwa sana paka mbele. Haswa swala la misiba. Kunakuwa kumetokea misiba ya sintofahamu. Mtu amekufa hapa, mtu amekufa pale, mtu amekufa pale. Basi tukaona tukufuate mwana Salasafa mwenzetu, labda unaweza kana mawili matatu ya kutuambia ama kutushauri ni kitu gani tufanye ili tuepukane na misiba isokuwa na maana. Sawa, mimi nimeshukuru sana kwa kunifuata na kuona ujio huu. Ni Mungu mwenyewe ndiye aliwatuma. Na kwa sababu mimi ni mtumishi wa Mungu, kwanza mimi ni Kristo. Hivi namshukuru Mungu sana. Kitu kinachotufanya sisi tufe, cha kwanza kabisa tumesahau asili yetu. Yes. Asili yetu tumeisha irudisha nyuma.
na hivi havimpendezi Mungu. Kwa sababu Mungu amesema kwenye kitabu kile cha nani cha Mwanzo, na ndani duniani mwende mkajaze dunia, mwende mkazae na mjaze dunia. Ndio, na sio kuipunguza. Sasa sisi wakati tulipokuja huku duniani tumekuja kumwona Mungu, hatujaambia hata kitu chochote. Yaani Mungu hajasema hata kitu chochote cha kutujenga sisi. Unaposoma tena kitabu cha Luka 6:48, kitabu hiki kinatuambia tujenge misingi, sio misingi ya nyumba kama hizo ambazo tunakuwa tunaenda, misingi ya ulimwengu. Misingi ya ulimwengu. Yaani sisi tunatakiwa tujijenge sisi wenyewe na kumjua Mungu ni nani. Na Mungu kwenye Biblia ametupa asili. Sema tu nimesahau andiko hilo. Mungu ametupa kabisa asili zetu. Sisi kama tuko tunakufa, vitu tunavyovifanya mbele za Mungu havipendezi. Cha kwanza tuna upendo. Upendo umetoweka sana sisi kwa sisi, dunia mzima. Sio sisi wa Kongomani, tunasema dunia mzima. Utaweza toka Kongo umefika hapa Tanzania, umekamatwa na migration, umefungwa. Hawajui kama huyu Mkongo ni jirani na sisi, umefungwa. Utaweza toka Kongo unaenda Burundi, umefungwa. Utaweza kuwa ni Mtanzania ukifika Kongo, umefungwa. Kwa hiyo haya yote mambo ambayo tunayoyafanya sisi, Mungu apendezwe nayo, kwa sababu Mungu amesema nendeni mkapendane nyinyi kwa nyinyi. Yes. Nendeni huko duniani mwende mkapendane nyinyi kwa nyinyi. Sasa sisi ule upendo hatutaki. Upendo ambao tumebaki nao kwa siku ya leo ni upendo wa uchawi, ni upendo wa uchoyo, ni upendo tu wa wivu. Na ndio maana sisi tunikaa hivyo kwa kufa sana. Kwa kweli miaka ya zamani watu wakati walipokuwa wanazikwa, utaweza kuta nani shamba liko kama hapa na pale wanapochinja ng'ombe pale machinjoni pale. Patingai panazikwa watu wawili, wakiwa wengi ni watu 10 tu. Lakini leo pale makaburini tunapozikwa sisi pale imesha kuwa ni milioni ya watu na milioni. Kwa hiyo utasikia tu mtu hapa amekufa hapo. Leo mjomba yangu huyo ametoweka, huyo bora alikuwa mjomba sana ambao mimi nilikuwa nikimpenda sana. Mule muene ya kwanza mmetoweka mwingine, na hatujajua wengine ambao wametoweka. Kwa hiyo mimi ninachotaka kusema, na si sana tena na si sana, tuwe ni upendo. Mtakuwa na changa lugha betua bembe kama tumukwamanga upendo wetu wa nyamanga no ondo wetu wa nyamanga, yani tuibe etu asili tomu etabimu bitu byasi kama mbele suno Mungu abare bemachwando wankyombe wayo onda mu manaya o mabare iyo bo mu mani pachwa manasaka tomo manyoro bemachwa bana kama ale umuntu abiyo benno mu wabana ni mochanga sisi ni boni emo ete nani shike natanda etele bolo bupi ni motaka ni change wa bele machano wikekere lo mu wandoa ole mo meme ndo na bande ba ususu bale mi onge na bibi indi tubile mo kwa Mungu. Kwa bele la asili na kama tuile la asili hakika kabisa tutushepukana eno yetu na tende kwanza luondo ntolelwa osa tutushina luondo pendo umepungua na oi osa luondo ino toma tole mu kwa manga luondo twashishikala nalo no ondo ni kachonge mtu no ondo twashikala nalo ni wono wenda bwane bote amo watu ona mtu paka ni commission yake. Sasa eshikweli tomonikera Mungu bingi bitu bya sato etela betwe nyoto ni etela mu bitu byasata ka Mungu emo etu ya kwanza inataka itenda kama tutataka kwa sana toma nyinyi etu asili ali ole na tobe na luondo tona bana luondo ni la hakika watu tushikwe sana bande watu wamo okomi wechi ya eshishi ya Mungu wamo okomi wechi we mabatu no sibaba wangansenge mani yake bampike lambo bambe ele sumu kanisa na sumu maeta hizo luondo vitu natembelea luondo. Hapana. Shike kama eleweka ule. Ya, hiyo hapo imeeleweka na nafikiri wanaokutazama na wanaokusikia wameelewa. Sasa ni kitu gani ambacho unashauri ili tuangalie namna gani ya kuweza kupunguza hii misiba isiyokuwa na maana? Yaani ni nini ambacho unaweza kushauri bwana? Sisi jamii ya Wakongomani, jamii ya Watanzania, dunia nzima tuendane na kitu kama hichi kwenye misingi hii, vifo visiokuwa na maana vitakuwa vimepungua. Ni kitu gani?
Asante sana. Vifo visipokuwa na maana ni kweli. Kuna vifo kabisa. Kwanza kifo sio kitu mzuri. Lakini mimi naona dunia mzima watu wengi wameshaona kifo ni sherehe. Watu wengi wameshaona kifo ni sherehe. Kifo sio sherehe. Hata watu wanasema mtu ana sherehe tatu: sherehe ya kuzaliwa, sherehe ya kuoa na sherehe ya kufa. Hizo sio sherehe, ni sherehe ambazo zinaumiza. Kwanza sherehe ya kufa ndio, yani ndio sherehe sasa ambayo inaumiza sana. Mimi kitu cha maana ambayo ninachotaka hapo unapoulizia ya kwamba tuseme nini kuhusu msiba. Mtu akienda kuzikwa kule makaburini, jamaa hili iseme hapa hakuna tena kilio, tumesambaza kwa siku ya leo. Kwa sababu wengine wanaona mimi nitaprofite kula kule kukili. Hii tuseme kweli. Wengine wanaona vilio ndio sehemu sasa ya kupata kula. Sasa nyinyi watu wa jamaa, kwanza zamani mimi gesi nilivyoona na macho ya utoto. Mtu anapofiwa ndio mwenyewe alikuwa anakuja kusaidiwa chakula. Sio mfiwa tena wao wasaidia chakula. Hapana, yes. Ni motaki tena bino ni ale. Bange ni mosangala monyanga ni mana bino. Bino frena ni kwa nini nyuka kabisa wale mama kwa nini wewe ale ni motaki tenda kweli. Ale. Olewa kwa motaka leo sema hato. Ila olewa vile muone sibwa. Kama ile mbembe meele, kama na makimiso la meele, kama misanju meele. Lakini usiku kwa usile. Uitaka toko meselo mbona ngoe kama wewe mto ole sembe bakanjolela nani elako. Duno usiku tochi otonto na usiku alondo alelo awa kila mtu alole wake. Mangu uenda mangu bilelo bila pungu sababu bange batoma mana bilelo ete sherehe. Watu wengine wanawaka vilio kama vile sherehe. Sasa nyie siku hadi unakuta kilio msiba unachukua wiki 3, mwezi mzima, hadi miezi mingine wanafanya hata miezi 3. Ni kweli kabisa. Hapo unapouliza umeuliza swali nzuri sana. Kwanza umesema vitu ambavyo viko paswa. Wengine wanaweka miezi 2, miezi 3. Ni kilio gani hiki? Si sherehe sasa. Hii ni sherehe sasa. Fanyeni siku moja imetosha. Siku moja imetosha tu. Mimi nafurahi sana wa ndugu zetu Wafulero. Wafulero wakati wanapotoka kuzika mtu, mkila kile chakula ambao vilazi imeandaa basi, na hapa wanawaambia hakuna kilio, tumezika mtu wetu basi. Lakini kilio kinachofanya mwaka mzima kumbe ni hela za Marekani. Sio kweli kuweka kilio mwaka ama miezi 3. Ni sherehe. Mimi nimetaka kusema ya kwamba sherehe kufa sio sherehe. Kufa ni kuumiza. Na nimesema unapotaka kuja kumwangalia yule anaofiwa, wewe mletee chakula, atachukua tu, hata katala. Yesu mnakuja kumfariji, hata katala kwa nini? Yeye hana nguvu. Lakini mtu anaofiwa tena yeye atafuta chakula walishe. Hii sio kweli. Tufuate mila ya zamani. Na kwa sababu hatufuati mila ya zamani, ndio maana tumekufa sana. Mungu ni mtu wa mila. Kwa sababu Mungu ni mtu wa mila, ndio maana ametupa sisi wa binadamu kila nchi na mila yake. Yes. Asante sana. Sio kama kuna kingine. Vitu ni vingi sana. Lakini tujaribu kuangalia sasa pande hii ya pili. Kwenye swala la kutoka kambini na kwenda nchi ya tatu, ambayo ni Marekani. Rais wa Marekani aliweza kusimamisha ile swala kwa muda ambao usiofahamika. Hivi unadhani kwamba kusimamishwa kwa safari zetu kwenda Marekani inaweza ikawa ni moja kati ya sababu ya kuweza kupunguza hii ghasia ya misiba isokuwa na maana na watoto kuolewa pasipokuwa na nidhamu isokuwa sawa? Kuolewa, watoto kuolewa, mimi nitaweza sema ni tabia za wamama zao. Wamama zao ni wauni. Kwa sababu unapojua mtoto wako anasoma, wewe naye anapokuja kukwambia mimi hivi mama nimepata mchumba, wewe mwambie hapa tutataka cha uchumba. Si tunataka kwanza usome. Yes. Unaposoma itatusaidia. Lakini wamama wengi kwa sababu wako uchi, wanaona acha binti aolewe. Sasa unaweka mabinti imeshakuwa kama vile soko. Hii sio kweli. Mabinti wanatakiwa kwanza wasome, na wakati wanaposoma akitua masomo, anapofika mwisho wa masomo yake, hivi akipata mchumba ataweza olewa, huyu iko riziki kuolewa. Lakini bado mtu akiingia darasa la 3 la kikubwa, amebaki darasa zingine 3 apate diploma, lakini yeye anaenda kuchezea masomo. Sio kila mtu ndio anapataka.
hiyo bahati ya kusoma. Sisi sote tulisoma, mimi hivi nilisoma lakini siko diplome. Niko kama abnuti tu lakini katika abnuti yangu hawezi kanidanganya chochote. Mimi siku msomi kabisa, nataka niseme ukweli. Ila dunia mzima iweze kusema hivi. Wasomi wengi waliosoma ndio maana Kongo imekaa vile tu, imezingirwa kwa sababu elimu nyingi sana zingine hazifai. Mimi nataka kusema ya kwamba watu kwenda Marekani ni Mungu mwenyewe anakuwaka na mambo yake. Rais huyu ambaye tuko naye kule Marekani alikuwa anakatala watu wasiende Marekani, na mpaka leo tena amesisitiza kitu ambacho tunataka nikomazi wa ndugu zangu wakimbizi kama mimi. Tuikae kimya, tuone kile Mungu ambaye ataweza katufanyia. Kifo tu ndio kibaya. Huyu nosilwasona Trump nkendo ambela ematataka batuya mwamanya mkendo ambela nkendo abeli imo samba nake tumuna samba nake ono mwi ane makini na inataki mu omne nibo apani kocha manyumba na bali tumuna mano obele kendo babembe wake watenda ende ewa kendo ekirala ya longwa. Sasa mimi mwana ronga bienda na tumuma manyaba nyuma kendo lolo vile nyumba wabokocha niliyo bi wamanyo yo sukube ole ni mutaki muasa Trump anamya energy na no matu wakati longo ele kundi ababeden eningera ama aba Obama eningera ni hakika batu wao bamwendelea ya kama kawaida nu utu ilwaso kama wewe na mya mama usoba Ricardo na mya mama tineta kama wewe na mama omintoba o ya Marekani shina omintoba na eka Trump. Kwa hiyo tulimotaki musiba ndokuchani mune iko chama chumba ni motenda mbebembe sio motenda mbeswahili tumokamba kwanza mbebembe vitu mune iko chama chumba na mune iye ndo damadani mazola then chicha toda mayo shukuru ile shi Marekani lakini tu tobele sema mama Mungu o ara sisi wabuchi wa batu manu masu balo tenda serikali ya Marekani tenda yusu wakimbizi ya. Sasa wao chimbele cha gani mto mpela kiti sato ino wa mbesi la toto muone mutya asande amanga sana ole mutya na chimbele ino abela lino be franga cha mayele chike kama mbelewa kama wengi tocha. Mimi nakuelewa ila tuna mengi ambayo tushaweza kuuliza na mengi tushaweza kuongea. Ufanye kama unaiaga jamii yetu. Iliji hapa ni Yastar TV na jamii inayokutazama, fanya kama unawaaga ili tuweze kumaliza kipindi chetu. Sawa, mimi ndio sema kuna dada moja pale Marekani, hivi ni vya kwangu. Alisema atanisaidia pesa. Lakini dada huyu naona ni mkorofi kwa kweli. Mimi sikumuomba wala sikumpigia shida. Nataka niseme wa ndugu zetu ambao wako kule Marekani, usimwandae mtu eti nitakusaidia na wakati moyo wako ni ngumu kama Farao. Fanya kitu, usimwambie mtu kama mimi nitakusaidia. Nataka nikupe siri hiyo. Wewe ambao uko Marekani, Sudani, Australia, wapi na wapi. Usimwambie mtu mimi nataka nikusaidie, italeta kelele. Wewe mletee tu, mtafute mtu ambao anamjua mtu hapa kambini kama mimi hivi najulikana. Hizo 50,000 umpe jingo na umtafute tuongee naye ana kwa ana. Mimi nitaongea na wewe ana kwa ana. Sio kunidanganya, ni mambo ya nani hii ya kero sana. Ni laana, utakufa huko Marekani. Na ukifa huko mimi sikulii. Kwa sababu kwanza unidanganya. Kwa hiyo kitu ninachotaka kusema wa ndugu zetu ambao mko huko Marekani, isiyo sababu ya Trump kusema hataki hela za Marekani zije huko Afrika. Ama sababu mimi mnasaidia tu. Yesu anasaidia wa ndugu zake huko Marekani, Yesu anasaidia. Isiyo sababu wa ndugu zangu ambao mko huko Marekani. Na sisitiza sana tebe sababu nilo Trump afunga franga itoma osikwatele chanduko mango hii chano ose nda Trump ingera amu kwatecha wanduko chake wacho kwatecha watu wose lakini sababu chile banga bino Trump mabole buchika tole obente miba wasona ekuteshali angeze obe ina ramu yana machike yundandalo obole nsenge omomona na rabe ole goma njini ina bale migungi yundandalo na mtu atanywale Marekani ona rabe benyimba batu abene ndo bole njini megoma mole chucha mbese omulala twange lakini bino bamulala beswitch kona lobo sababu yundela ndalo obe yobe
Tusidharau mfanyakazi. Watu wengi wanadharau sana mfanyakazi. Yes. Wewe umemwajiri mfanyakazi lakini huko pale kumfukuzia. Swali nimekuja kwako. Ulimwajiri nani mfanyakazi kwa sababu wewe unapata kumfokea? No, hapana. Kwa nini kutafuta mwajiri ndugu yako, mtoto wa shangazi, mtoto wa mjomba, mtoto wa baba? Pako wewe utafute mtu asiokuwa mtu ukoo wako. Na nyinyi matajiri mnajifunza sana vitu vya kuongea. Yes. Haujaa tajiri utakufa wewe, utakufa. Na kama utakufa, kwa nini mdharau mwenzako? Mwenzako anakesha pale anafungua mlango mpaka jioni. Wewe unamdharau mwajiri. Kwa hiyo wewe unaenda kumtafuta huyo mwajiri kwa sababu wewe unapata kumprofite, kumonea. Na kingine kenye nataka nisisitize. Wengine mtu akimkopa pesa, wale mtu akija ampe pesa, imeleta kero. Ni za kwako wewe mpumbavu wewe. Ni za kwako. No. Mimi nilikukopa, ukafanya shida zako zote, ukamaliza shida zako. Sasa ni muda sasa nilipe, na mimi njaa inanitesa nyumbani. Ondoke. Ashida timu wake wala kibobe, wewe ulikuwa nazo? Hapana. Na bwana nauliza, alikuwa nazo. Kwa nini mdharau mtu aliyokukopa? Sali kutoa kwenye shida kwanza. Yeah. Kwa hiyo haya yote mambo ambayo niko nataka kusema, tupendane. Tukipendana tu vifo vitatupungukia sana. Angalia watoto wachanga wamekufa na magombano ambayo haina hata sababu. Mimi mnagombana, mfano nagombana na huyu bwana. Nasikia tu mtoto wangu amekufa ghafla. Wiki ngapi mimi naenda kumtafuta huyu bwana kwa waganga wa kienyeji. Mimi naua mtoto wake. Eske wale watoto wana sababu gani kwenye magomvi yetu? Kwa nini sisi letu si wapi? Tunatakiwa tuwane naye huyu. Kwa sababu sisi ndio tumeleta chanzo. Na kama mimi nataka nimuue huyu. Sio kwenda kuua watoto. Watoto hawana hatia kwenye magomvi yenu. Magomvi mengine inaleta tasababisho Mungu kutuweka wafi. Hiyo sio kweli. Na nyinyi walimu, hivi nataka nimalize. Yeah. Na nyinyi walimu ambao mnatongoza mabinti, mwalimu ni baba. Yeah. Mwalimu ni baba. Mwalimu sio mtu wa kutamani mwanafunzi. Huko pale namwambia mwanafunzi wa kike nibebee makaeni mbali. Hakuna mwanaume ambaye tu mwanaume tu akubebea. Mama huyu ni mama mzuri sana. Mama Mungu akubariki sana. Asante mama yangu. Mpe mwanafunzi mwanaume akubebee. Yeah. Kumpa mwanamke akubebee. Kufika kula na hata makaacha kwanza ngoja nikuuzie mikate huku. Kwa sababu iwe nini sasa? Yeah. Hawezi kwenda kula bugali, labda mama yake anamwachia bugali kula. Walimu tuachane na hizo tabia. Tuachane na hizo tabia. Na jambo cha mwisho kwa kutaka tumalizie, kingine kinacholeta kifo hapa. Hiki nitakiongelea mkibembe. Baomba kabeto mule muiba manga. Mule muiba manga. Benyi tumumo mwana achi amweta bandoko cheto balonde. Bandoko cheto balonde bamweta achi iseto anabiliki. Lakini wamomba kano oya mbelele kinyumba. Mbomba kano bamonodote amonodo makama talo yategecha. Obole alo bela nyumba tu sababu hii. Biringe tibishi sababishe. Beto ulo osiba. Ni wachio bamanga kama totole mweta eto. Ifikiria. Ni wachele manga sana sababu ya muhibi. Bwacha musisi na akili. Nani ita wivu musisi na akili. Asante amanga na Mungu amubariki. O mama chache manataki itenda. Lakini nataki ikaza nibo kama Dr. Ndolore to na roho ya Marekani. Leo unoda franga chama deni. Unachikuta mudai wa milioni 5 ama milioni mwenji. Leo tushina ita ya Marekani. Yes. Kashi ela oela milioni ni wa enya. Kwa tona lepa mcheke franga. Omwisha ya Marekani na Trump awamu akwanza bela mu amena tubishi. Ndo shira kopa. Yo. Ole ke Trump wa mato ena yake byose. Bande bingele. Oro tunatenda ulwasona. Na to mango changa chetu mila chetu to mango changa. Asante amanga na Mungu atuonane. Yes sir, ulikuwa nami Bam G na behind camera amesimama yako Bella na hii hapa ni Star TV. Kwa wakati mwingine tukutane. Bye bye. Star TV.